ni safari ya Bwana Daniel, mkulima wa matunda na mboga mboga kutoka kijiji cha Makonge, aliyepambana na changamoto ya usafi na usalama wa chakula kwenye kilimo chake, kuanza shambani mpaka baada ya kuvuna. Mbona hali hii ni hii kila msimu? Mazao haya nayo yameharibika tena. Wateja hawataki kununua kwa sababu wanasema hayazingatii usalama wa chakula na usafi. Nimepoteza rasilimali na nguvu zangu zote. Hali ya mazao yetu ni mbaya. Nilijaribu kuuza kwenye soko la mji jirani, lakini walisema hayafikii viwango vya usafi. Hivyo na msimu huu nimepata hasara kubwa sana. Na yangu yameharibika kabisa. Nimeshindwa hata kusafirisha kwenye masoko ya jirani. Maana tayari nimekuwa nje ya muda. Nimepoteza kila kitu msimu huu. Kila wakati ni matatizo tu. Naona tumelaaniwa. Labda kilimo si kazi yetu tena. Hiyo inashangaa sana, inakuwaje wadau wapo kimya mpaka sasa, na wakati tulishawasilisha changamoto yetu hii. Waliposa wao wameshatusaidia. Wakulima wa kijiji cha Makonge, mmefikiwa sasa. Wale wataalamu wa kilimo kutoka TAHA watakuwepo siku ya kesho na kutoa elimu kuhusu usafi na usalama wa chakula kabla na baada ya kuvuna mazao. Tunawahimiza kuhudhuria ili kuboresha mazao yetu na kuongeza mauzo. Huu ni mwendelezo wa mafunzo baada ya kukamilisha vijiji vya jirani. Mwambie mwenzako mfike bila kukosa. Hii jamani, hiyo inaweza kuwa msaada kwetu. Tutahudhuria? Ndiyo, hatuna budi. Lazima tujifunze namna ya kuboresha mazao. Wakulima, usalama na usafi shambani ni muhimu sana katika uzalishaji wa mazao. Huu ndio msingi wa kuvutia wateja na kuongeza kipato chetu, kuanzia kupanda mpaka baada ya kuvuna. Hii ndio chanzo kikubwa cha nyie kushindwa kufika malengo yenu ya mauzo kwa misimu kadhaa. Sasa kuendelea na kupata hasara, kwani walaji wanataka kula chakula kilicho bora. Maana kama si salama, si chakula. Haya ni baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia ambayo yamegawanyika katika makundi manne. Wakati unaandaa eneo la kilimo ni muhimu: 1. Kuchagua maeneo yaliyo safi, mbali na mifumo ya taka au vyanzo vya maji taka kutoka viwandani. 2. Kupima udongo kabla ili kubaini uchafuzi wa kikemikali na ubora wa udongo wa shamba lako. 3. Safisha eneo kwa kuondoa taka hatarishi na tenga eneo maalum kwa ajili ya usimamizi wa taka shambani. Fanya tathmini kujua historia ya shamba lako miaka 5 iliyopita ili kujua eneo lako sio mkondo wa maji au njia ya wanyamapori au eneo linalokumbwa na mafuriko. 5. Hakikisha shamba lako liko na choo na miundombinu mizuri ya usafi ili kuzuia kabisa uchafuzi wa mazao yako yakiwa shambani. Kumbuka, choo ni lazima shambani. Zingatia usafi binafsi kama mzalishaji wa mazao kwa: 1. Hakikisha uwepo wa vifaa vya usafi kama maji ya kunawia mikono na sabuni kwa wafanyakazi, pamoja na shimo la taka zinazotumiwa na wafanyakazi. Wafanyakazi wote shambani wafundishwe kuhusu athari na hatari za kuhudumia mazao wakiwa wagonjwa, hasa magonjwa ya kuhara, maana vijidudu hivi vinaweza kuhamia kwenye mazao na vikaleta shida kwa mlaji wa mwisho. Zingatia mbinu za usafi kama kuosha mikono, kutumia vyombo vya pamoja, mavazi ya kinga ukiwepo shambani. Weka alama za ishara ili kuongoza shughuli za shamba na kupunguza athari kwa wafanyakazi. Vyombo vya kuvunia viwe visafi na vitumike kuvunia mazao na si vinginevyo. Hivyo tenganisha vyombo vya kuvunia na vifaa vingine. Mifuko ya mbolea, ndoo za kuoga na kufuria na vyombo vingine vyote visivyo vya kuvunia visitumike kwenye uvunaji. Zingatia usafi endelevu wakati mazao yapo shambani. Fanya usafi mara kwa mara shambani kwa kuondoa magugu taka. Tumia maji safi kwa umwagiliaji na kufanya majaribio ya kimaabara juu ya ubora wa maji. Tumia mbinu za usimamizi wa wadudu kwa njia ya jumuishi, yani IPM. Fanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mazao yako. Zingatia maandalizi na usafi wakati wa kuvuna na kuhifadhi mazao yako. Kusafisha vifaa vya kuvuna na vyombo kabla ya kuvuna. Zingatia matumizi ya vyombo maalum, usafi binafsi, kuvaa mavazi maalum ya kufunika nywele na kadhalika. Kusafisha na kuweka sehemu maalum vyombo vya kuvunia mara baada ya kuvuna. Kusimamia na kufuatilia taarifa za usafi ikijumuisha ratiba za usafi na mafunzo. Kuhakikisha usafi wa ghala za mazao na zijengwe mbali na stoo za viuatilifu.
Nakaribisha maswali kwa uelewa zaidi. Hili ni somo muhimu. Sote tunapaswa kufuata viwango vya usafi ili kuepuka hasara kama ile ya msimu uliopita. Tumekuelewa vizuri bosi. Tutafuata maelekezo yako. Tutahakikisha kila hatua ya usafi inazingatiwa. Haya matunda yako safi sana. Nahitaji tani 5 na nakuhakikishia nitakuwa mteja wako wa kudumu. Asante sana. Haya ni matokeo ya kuzingatia usafi na usalama wa chakula kabla na baada ya kuvuna. Hii ni elimu bora kabisa niliyopata kutoka TAHA. TAHA ni taasisi inayotoa elimu ya ubora, usafi na usalama wa mazao kabla na baada ya kuvuna, ili kuweza kufikia viwango vya kimataifa, kuwezesha mazao yote kuuzika kwenye soko la ndani na kimataifa. Mafanikio ya Bwana Daniel ni ushuhuda wa jinsi usafi na usalama wa chakula wa mazao unayoweza kubadilisha maisha ya mkulima. Usafi ni msingi wa kilimo endelevu.